Bwana, karibu sana mtazamaji wa Sports King Tanzania, na leo tuko naye Ankonzala aka Ankonzala Simba. Moja kati ya mashabiki ambao na comedian ambao wanafanya vizuri sana katika platform zote, nikizungumzia Instagram, YouTube channel, TikTok na Facebook. Sasa tuko naye hapa katika exclusive interview 1 na 2, atatueleza machache kuhusiana na klabu yake, maisha yake kwa ujumla, yanakwenda vipi, anaongoza vipi mpaka hapa alivyo. Tuko naye tena, hii kwa mara ya pili, tuko naye tena Ankonzala Simba. Bwana, mambo? Kama kawa? Harakati zinaendaje? Alhamdulillah. Naona bango la mzee liko hapa bwana. Useme bango. Picha ya mzee. Picha ya mzee. Yako na heshima picha. Picha ya mzee. Sema sio mzee tu, baba. Baba mlezi, baba mlezi, baba wa kufikia. Ankonzala, umekuwa una muendelezo mzuri sana katika platform zako, nikizungumzia kazi zako, watazamaji wa Tanzania wameweza kwenda kuziona, nikizungumzia comedy ambazo unakuwa unazifanya, clip za michezo ambazo umekuwa unazifanya, zile za VR pia zinawakwaza baadhi ya watu kutokana na namna ambavyo unatania upande wa mashabiki wa Young Africans, lakini kwa ujumla watu wanafurahi kile kitu ambacho unakifanya. Labda kwa ufupi, mtazamaji ambaye hakuwahi kufuatilia part 1 ambayo tulikwisha kushoot, labda kufahamu kwa majina yako matatu. Naitwa kabla yote kujitambulisha, utaja kuliweka ile swali la kwamba wakela wataniweka baada ya kutambulisha. Ndio. Eleka sawa. Sawa. Kwa majina naitwa Amani Zara. Ndio. Almaarufu Ankonzala. Ndio. Ndio majina yangu kamili. Na Ankonzala ni mzaliwa wa wapi labda? Ni mzaliwa wa Iringa. Iringa. Mimi mtoto wa Iringa, Mnyalukolo, Muhehe. Ndio. Kuna moja kati ya clip ambayo uliifanya, kuna mbwa alikuwa anazengea mahali, ukapita trip ya kwanza, mara ya pili ukashangaa unakunywa supu. Sasa baadhi ya watu wanasema kana kwamba ni kweli yule mbwa uliweza kwenda kumchinja na ukafanya kitoweo. Je, ni kweli? Hapana, ni clip tu, lakini yani unajua mimi hapa mimi ni moga sana mbwa. Mbwa tu nyumbani na moga sana, sababu nimefanyaga content moja sikupost. Mbwa ni zuru. Ani nadhani kuna nani kwa hapa. Sasa ziko nyingine nishika hapa. Mbwa ile video kuna simu sema niifute na hisi. Yule ambaye ulikuwa kama unapita. Sio yule, achana yule, nifanyaga nikiwa Iringa. Ile video nikashia tu kupost picha kugawa na page yangu, na picha fulani post tu, nimepiga picha niko na mbwa. Ni screenshot nikapost picha. Lakini nilikuwa nimeshashoot content. Mbwa ikaning'ata. Kwa sikutaka kupost, yani ni kwa lua mkononi hapa ndio nishikia. Bahati ile shati inisaidia sana. Sababu nivale shati afu ati ndani kumbe nilikuwa nimevaa shati nyingine. Kwa hivyo nishika hapa meno yake akufika mwilini. Ile content pia yani mpaka ninaenda kwa hospitali, mpaka wanasema nitaweza ni madaktari kwamba imekuwa vipi mpaka mbwa akakung'ata. Yani nilikuwa na shoot, yani na shoot nachezea mbwa. Yani madaktari lazima ipokee hiyo. Wewe unachezea mbwa ndugu yetu. Kwa hiyo ndio hivyo, itukia bahati mbaya mbwa acha tuacha nao. Sio kalia. Kwa hivyo ni historia ya uchungu kidogo. Sikitisha, ile content ilikuwa nzuri. Kwa labda ni mwaka gani? Gani? Juzi mara mwisho kutoka Iringa, Sasa usingewaelezea tu, ingekuwa ni rahisi, kana kwamba Ankonzala kazi zako kila mtu anafahamu. Niambia labda ni content ambayo nilikuwa na shoot, mbwa akanivamia akanidhuru. Kaka, sikutaka kuadisia sababu yani sababu nikaisi hii jambo ni kama mkosi, yani jambo fulani ambalo lili ni katika modi tofauti, kwa sababu content ilikuwa kali sana. Afrika tokea ajali kama hiyo. Kwa hiyo nilihuzunika sana. Kwa hiyo ni ajali kazini. Kitu kingine ni ambacho nimekugusia kuhusiana na content ambazo unazifanya, zile za VAR, video assistance referee, ambazo umekuwa ukizifanya katika baadhi ya mechi. Kwa upande mwingine zimeweza kwenda kuwa ni burudani, lakini kwa baadhi ya watu zimeweza kwenda kuwa kera. Unalizungumzia vipi ile swala? Najua mimi ni comedian. Ndio. Mkiacha na ushabiki wa mpira, mimi ni comedian. Kwa hiyo pia ushabiki sio kama natoa video
kwamba yani sisi ni watani. Ndio. Sisi ni watani. Utani unajua utani sio matusi na utani sio kwamba ni wadui. Sisi ni watani, wote ni Watanzania. Kwa hiyo ni utani wa mpira ambao utani wa mpira yani unaweza kukuweka kwenye mood mbaya kulingana na situation, lakini baada hapo mtu kaendelea kuburudika sababu sisi ni watani, sio ugovi. Kwa hiyo mtu unapopokea kama utani, usipokea kama yani ugovi au tusi. Sio vizuri. Unajua mwingine kuna ushabiki uko addicted. Yani ile yani hadi kimtania anahisi kama ugovi yani wengine wanafanya kana kwamba inakuwa kama vita vile. Kama vita, lakini ushabiki sio hivyo. Sisi ni watani, napotaniana tunacheka, imeisha. Kama kuna kuazika na kuazika mara moja, imeisha. Kwa hiyo hilo jambo ningependa kusema hivyo kwa sababu mimi nafanya kama ni na kukela mtani, ila sio kama yani sio kama nafanya jambo kama adui, hapana. Wewe ni mtani. Na swala lingine ni kuhusiana na klabu ya Simba imeweza kwenda kuwa na muendelezo mzuri, nikimaanisha katika michuano ya kimataifa. Performance ya Simba imezidi kuimarika na kuwa kwa ukubwa zaidi, na kama mlivyokwisha kutamani na mlivyokuomba, Simba imeweza kutinga hatua ya finali ligi ya shirikisho barani Afrika. Sasa mechi mliomba Mungu. Mlimomba Mungu. Mngemalizia hivyo. Mlimomba Mungu. Mlimomba Mungu na Simba akafanikiwa kuingia katika hatua ya finali. Sasa mechi ya Berkane na Simba inatarajiwa kufanyika, na wewe kama mmoja wapo wa mashabiki wa Simba, ukiwa kama shabiki wa Simba, nafikiri ungetamani sana kufika, na niliona baadhi ya content ambazo ulikuwa unaziposti, ulikuwa unaomba angalau tajiri Mo ni wakati huu uweze kwenda fika kule Berkane na kuweza kutazama mechi ya Simba kioje nini. Ile posti niliposti. Ndio. Niliposti afu ilikuwa mechi ya nusu bado haijachezwa nusu. Mechi ilikuwa ya nusu bado, nikasema tajiri kama nakumbuka na nuku. Ndio. Tajiri naomba na mimi finali niweze fika, niweze toka nje ya nchi yangu walau nikaangalie finali. Mas toka nje ya nchi yangu ni muda sasa. Ni muda mrefu sana. Ni muda mrefu. Ni post namna hiyo, japo comment nyingi hata hiyo finali utafika. Kwa hiyo mimi nilikuwa na imani kabisa finali lazima nifike. Ndio. Finali lazima nifike. Kwa nika post ile post. Ni post kwa nipo serious. Kama nilikuwa utanatania. Ulikuwa unamaanisha kile ambacho unatamani kutoka mipaka nje ya mipaka ya Tanzania na kushuhudia mechi ambayo nikashuhudia finali. Kwa hiyo nilikuwa namaanisha kwa sababu yani kwenye mechi ya nusu watu wengi sana walienda. Japokuwa ni mambo tu ya kufuatilia, ni mambo yangu ya kufuatilia nini yashindikana. Kwa hiyo sikufika. Kwa hiyo japokuwa ni mali kaomba visa unayo. Yes, fast for sana. Visa iko. Nasikia sikutaka yani ile nikata kwenye mood ile. Unajua sikutaka mwandishi anaonekana kwenye mood sana. Unajua sikutaka yani potozea mimi mambo yangu nataka niongee. Yani sikutaka. Yani nilihitaji sana niweze ya kwenye nusu finali ile nusu finali, tamani sana kwenda kuangalia. Natamani kuhudhuria mechi ya Simba ambayo alikuwa anaicheza kule South Africa. Ni tamani sana. Sema ndo mambo fulani yakapishana kashinda. Maana kaomba sana tajiri finali. Niliomba sana finali, posti nikiomba sana finali walau mimi Uncle Zala nikaangalie hiyo mechi. Ndio. Kwa ni post ile watu wengi waka comment kwamba nini. Ndio. Natumai tukatinga finali. Na natumai Mungu akisaidia sana. Sasa na tajiri hapa nafikiri ataiona interview maana inapostiwa katika platform zote. Sasa Mungu akisaidia. Ndio. Na tajiri na baya. Akasema sasa vipi uko tayari kwenda? Utajiuliza mara mbili au Watanzania naambia kabisa. Tajiri akiruhusu mimi kwenda. Yaani muombe na tajiri anapiga ni? Sio tajiri. Sio tajiri. Achana mwambie na shoot. Mwambie na shoot. Niko kazini kidogo mama na shoot. Akuma ni mama. Ukana. Sasa. Tuendelee. Mama mpiga kazini. Mama wetu au mama mwenyewe huyu au mama? Sio mama huyu. Nikajua mtu wa system zangu. Sasa unasikia?
Unajua naambia Watanzania. Watanzania naambia kabisa. Naomba. Yaani Watanzania naomba. Mimi nikienda. Sio kwa ubaya. Lakini wapinzani. Ukisikia maji kunywa watu hanywi maji, sikio ndo watakunywa maji. Wapinzani. Naambia tu kweli mimi sipende kwa ficha wote. Kama kunywa maji tajiri mimi ndo anipigia. Kama kunywa maji utakunywa maji. Naona na wewe simu inaita kule. Nadhani tajiri. Lazima tajiri. Kute simu. Namba gani? Namba gani achana hapa nitamcheki baadaye nikimaliza. Achana. Namba ya tajiri umesave unaifahamu. Save namba tajiri unashinda kwa save tajiri. Umesave. Kwa hiyo ndio hivyo yani Tanzania. Naombeni sana. Yaani wawe na imani. Yaani naambia kabisa kama mimi nikienda. Kama ile kama sema watu wanywe maji kweli watakunywa maji. Itakuwa patashika nguo kuchanika. Sio unanielewa? Ndio. Nakaria. Japokuwa kama ndawasema tutasema. Lakini wataenjoy tu vitu ambavyo nikiwepo kweli. Aina content na ubunifu ambao unafanya. And then do shoot kuna limao kama wanauza limao. Kaka wataenjoy kwanza, wataenjoy. Naambia wataenjoy na baadhi ya watu wanaweza asinywe maji. Naona picha ya baba. Shika vizuri. Mbao ile inaweza kuvunja bahati mbaya. Ndio na hiyo. Naambia. Na issue nyingine ni kuhusiana na tumetoka mbali mrefu sana. Takriban kilomita kadhaa nyingi sana mpaka kupata wewe. Na nimefika lakini sijamuona shemeji yangu na nilitarajia nitamuona Nono. Ni maajabu. Achana mama shemeji achana sana. Nilitarajia na watazamaji pia wanapenda sana pindi ambapo nitakutana na wewe nijaribu kugusia kidogo kuhusiana na mahusiano yako nikimaanisha Nono. Sasa majina yake siyafahamu lakini mimi namfahamu kama Nono. Vipi uko wapi Nono? Shika bega. Ilikuwa hivi. Ndio. Shika bega. Shika bega. Kwa nini? Shika bega. Unajua. Bega. Shika bega. Vipi? Shika bega. Bega yangu. Bega. Shika bega. Amanga Kiingereza. Shika bega. Bega. Shika bega afu endelea na issue ya Nono. Shika bega. Shika bega. Acha jinga. Shika bega. Acha jinga. Sasa bega hujui liko wapi yanko? Kaka. Shika bega. Mimi niko fresh na bega. Haya sawa. Nono nilitarajia nitamkuta Nono na kama nilivyokusha kukwambia kana kwamba nitafika na nitatarajia kumuona shemeji Nono. Sasa vipi kuhusiana yuko wapi? Au umemficha ndani huko? Hayupo ndani. Lakini nasikia kama maji yanaanguka huko ndani. Nani yuko? Sasa maji yasifunguliwa. Sasa maji haiwezekani kuna muda nasikia yanaanguka alafu kuna muda kama yanafungwa. Maana yake kuna mtu huko ndani. Sasa sina shaka atakuwa Nono. Kama kwanza mjumbe ndio atauawa. Kwa hiyo kaka achana nayo mambo. Ndio. Achana nayo hakuna mtu huko ndani. Kwa mimi kama mimi. Na taarifa kana kwamba uoe. Nikimaanisha unataka ufunge harusi. Sasa Watanzania labda wangetamani kufahamu kwamba harusi yako labda unataka ufunge na nani au na mimi sijui. Nitangaza na mimi sijui. Sasa sijui ni account fake ambazo ziliposti hiyo taarifa Ngonzala anataka kuoa. Ndio. Uliposti wapi hiyo? Kwenye mitandao ya kijamii huko TikTok. Kaka kwa TikTok kaka. TikTok sasa mtazushia mambo ambayo sio kaka. TikTok kaka. Boss ngeniambia Facebook, TikTok kaka. TikTok ni wanazusha sana. Kaka wanazusha. Kesho utaambiwa umeoa TikTok. Sasa nimeoa wapi? Asitaambiwa tu TikTok hiyo. Alafu Ngonzala nataka nioe. Najimba anasumbua. Nataka mnichangie mahari. Nasema? Nataka mnichangie mahari. Ufanyaje? Ya kuoa. Oe. Kabila gani? Kabila gani? Kabila. Ili mradi tu mtoto mweupe. Mtoto mweupe. Yaani mimi mshauri pia. Mimi mshauri pia. Japo kwa sijasomea mambo. Lakini mimi mshauri. Naomba gani kushikia mic. Naomba ni mute hiyo simu. Niweke mute. Inaniconvince
Waingereza wanasema Ni tajiri, sio Waingereza wanasema wananiconvince. anapiga na namba gani? Waingereza wanasema wananiconvince. Unaniconvince. Ai, weka mbali sio hiyo. Sio tajiri. Pichaji imeingia. Shamjua. Niko simchaji kwa sababu anaonyesha material ambao no ndo alikuwa anapiga. Unaona unampatia simu no. So. Acha. Kwa ndugu yako unataka uoe? Nataka nioe bwana. Kabila gani hujanijibu? Ili mradi tu mtoto ni mweupe. Afu unachochea sisi. Nawaachie nyie. Kama usi wanawake. Sasa weupe watolewa na nani sasa? Weusi ni yani wanakifanya ukiwaoa wanawake weusi yani wanakifanya ambao watulia. Unanishauri vipi? Ngoja sana nikwambia Nkonzala. Mimi nataka nioe mwanamke wa Kiarabu. Angalia sasa ukushika bega. Shika bega. Shika bega. Shika bega. Shika bega. Shika bega. Shika bega. Niache kaka. Shika bega. Wataka uoe? Nataka nioe mtoto wa Kiarabu. Waandishi wa habari wanaanza kupungua. Sema pia. Yani Waarabu kwenu si wapo? Wewe mchumba shampani. Kwenu mchumba shampani. Kwenu. Jibu kwanza mchumba shampani. Kwenu huko. Mimi Muhindi sio Mwarabu, mimi Muhindi. Hao Wahindi. Mimi nasi ya Wahindi. Hao Wahindi. Mimi Mtanzania nasi ya India. Yaani Nkonzala wewe una asili ya India. Wewe ni za Kihindi. Kweli. Na watazamaji wanatazama na hii video wataipata. Ni za Kihindi uzione. Sawa. Kama Nkonzala una asili ya Kihindi unaweza ukazungumza Kihindi kidogo ili ataelewa. Wahindi wangu tu ndo ataelewa ila ataelewa. Wahindi kina nani? Wahindi wale Wahindi ambao wanajua kabisa Kihindi wataelewa. Ila wewe elewa.